Wewe ukienda kwa mbaa na bibi yako, wewe uoni huyu ni mwizi, anataka ulewe akuibie. This week on Wakenya Mashinani we visit Makutano Junction. Toto ni mrebi, bibi yake ni mrebi, na watu wanakuja kwangu. Mimi nashangaa wanakuja kwangu kufanya nini? And we will know the difference between sex and gender. Tofauti yake ni nini? Gender tuko na male na female. And sex ni kitu watu wanafanya. This is Wakenya Mashinani episode 9 Makutano Junction. Oh, kabla tuende kazi, subscribe button iko hapo tafadhali. Tunaomba please. Anyway, subscribe hapo. Tuende kazi. Welcome to another great episode of Wakenya Mashinani. I'm your good host, Jerry Mokua Sakwa. In this episode, we have visited Makutano Junction. Hapa ndio Kiswahili sanifu unaanzianga. Hapa ndio inaanzanga waambaje. It starts from here. So this is the junction. Ukienda hivi, you go all the way to Machakos, Kitui na huko kwingine. Then ukienda hivi sasa ndio unaendelea Mombasa na Kiswahili ya waambaje. Huku ni waamba. Anyway, we're going to have some good fun in Makutano Junction. Just for the people who don't know, Makutano in English is meet, then junction in Kiswahili ni kukutana. Hapana, onyesho. Anyway, we're going to have some good fun here in Makutano Junction. We're going to enjoy Makutano Junction. We're going to be talking to the people of Makutano Junction. So stick with me and don't change that dial. Tuende kazi. For the challenge, what is the difference between sex and gender? Ukiulizwa which sex are you, unajibu nini? Na ukiulizwa which gender are you, utajibu nini? Let's hear from the people of Makutano. What's the difference between sex and gender? Wacha tuende hivi. From your own opinion, what do you think is the difference between sex? What is the difference between sex and gender? Sex and gender. The meaning of sex. See. The difference between sex and gender. Okay, gender tuko na male na female. And sex ni kitu watu wanafanya. Ati sex ni? Sex ni kitu? Kwani watu wanafanyanga? Oh, ni kitu watu hufanya. So ukiulizwa which sex are you unajibu? Mbona unacheka? Because wao uliza by the umeenda interview ukaulizwa which sex are you ama ukijaza kwa ID mse ulizwa. I think mini dame. Wewe ni dame. Na mwanaume yeye ni sex. Ni dame. Yep, si pia mwanaume as in I think ni jina. Oh. But wewe venye unaelewa sex ni kitendo. Nimechange, nimekumbuka. Ina nini wote? Sex and gender, what is the difference? Hakuna difference. Iko, hebu fikiria sex and gender. Hakuna hiyo bwana. Iko, fikiria which gender are you? Mimi locally. Locally? Yeah. Hebu tuambie kuna difference kati ya sex na gender. Sex ni kudinyana. Oi. Ukiulizwa, mtu ulizwa kwa ID, which sex are you? Au maanisha nini? Which sex are you? Which gender are you? So difference ni gender na sex. Sex has two meanings. Sex is you can. Sasa nikisema smashing, ni kusmash. Alafu pia sex can be which sex are you? Like what gender are you? Na mbona ulizi gender wanauliza sex? Is there a difference? Because, yeah, like kuna difference kweli. Sasa difference ndio. Hebu mimi nikikuuliza which sex are you utaniambia? Female. Na nikikuuliza which gender? Female. So hakuna difference. Hakuna difference. Mimi sioni difference. Unless uniambie yenye unajua. Mimi sijui ndio nauliza. But sex is more of biological features. Gender ni social. Unajua kama wewe unafaa, okay, najua wewe utaamini but ni sawa kama dema anafaa oshe vyombo, ende hizo vitu, so hiyo ndio gender pase. Sawa.
Hiyo kwa vyombo. Wewe huwezi osha vyombo. Siti siwezi osha, mimi huosha vyombo. But ile kitu ya eti mwanamke kwa nyumba ndo anafaa tu anaoshanga tu vyombo. Tushatoka huko manze. This is the new generation ya. So nikupe girlfriend allowance lakini bado mimi nikikuja nioshe vyombo. Nikuulize swali, kama mimi sikuwa, nani alikuwa anakuoshea vyombo? Si ulikuwa unaita mtu anakuoshea vyombo na anakucleania house. Si ndio? Na nampe allowance. Unaona ile girlfriend allowance yenye nilikuwa nakupea, akikuja nilikuwa namkatia nampe. Sasa juu umekuja, sasa wewe nakupea tunamtoa, wewe unaanza kuosha. Nikuulize, akimaliza kukuoshea vyombo, alikuwa anakupeleka kwa kitanda? Anakufanyia vitu zenye zinafanyanga kwa kitanda? Hatukuwa tunafika huko. Sasa ndio hivyo. Hey. Yo, tofauti ya sex na gender, it has really been challenging. Watu wako na majibu kweli kweli. Anyway, welcome to the next segment. On this segment, we want to check something special hapa Makutano Junction, and we have met a beautiful lady anaitwa Mercy. She's one of the most successful stories za wale watu wenye wenda Gulf kukuwa house managers. Si hiyo house ingine. Ni house manager. So she went to Qatar. She worked for 2 years with very good bosses. She was able to save some money na akakuja akafungua biashara yake. Her story is really inspiring. So let's listen to it. Kwa majina ni Mercy Mutheu Asabe. Nimekaa Makutano from 2023 August. No, September. So hiyo ni kama roughly 2 years ama? 2 years, yeah. Ulikuwa wapi before ukuje huku Makutano? Nilikuwa nakaa Nairobi, but nikitoka Nairobi nilikuwa nimetoka Qatar. Ulikuwa umeenda Qatar? Yes. Ulikuwa umeenda Qatar job? Yeah, nilikuwa huko job. Job ilikuwa aje? Job ilikuwa poa, tunashukuru. Ulikuwa unafanya job gani? House manager. House manager. Yeah. Unaipea kajira kazuri. Yeah, si job. Hakuna job mbaya. Wewe ndio manager wa hiyo nyumba. Manager sasa, everything una control, kila kitu ni wewe. Because hiyo nyumba sasa ni company. So ulipataje hiyo job ya kwenda Qatar? So, job yangu ilikuja tu kimungu. Leo pia nilikuwa naiombea. Before niende hiyo nilikuwa nauzanga nguo za mtushu. But by then kulikuwa na corona, hiyo time ya corona. So ukakuwa biashara kama bill imeenda juu, capital pia inakuwa challenge. So unajua capital ikiwa juu, pia ile profit unapata ni kidogo. So unapata ilikuwa challenge. So hivyo ukiomba ile design unatafuta job ingine. Niko na aunti yangu alikuwa huko Qatar pia. Same job? Yeah, alikuwa same job. So kwa brother ya boss wake sasa akasema anataka mtu. That's how nilipata nafasi. Nikaenda tu hivyo tu rahisi. So hizi job ni connections hata za Qatar? Ni connection tu. Na maombi kidogo. Sawa, maombi lazima. Sawa, na hawa watu wa agent, does it work kama mtu anataka kwenda Qatar na maybe anatumia agent? Because kumekuwa na mastori ya agent wanaibia watu pesa, wanawadanganya. Does it work? Ina work. Juu yeye alikuwa ameenda through agent. Aunti yako hakuwa na connection? Hakuwa na connection, yeye alikuwa ameenda through agent. So sasa mimi ndio nilipiwe, ndio sasa huyo boss wake sikutumia agent. Alinilipia direct. So sikuwa na haja ya kutumia agent. So mtu akipata job, mdosi ndo anakulipia ticket ya ndege? So yeye ndo anakulipia wewe ulilipiwa kila kitu? Mimi hakuna kitu nililipa. Hadi passport? Passport. Kwenda kwa foreign embassy, kila kitu. Wewe ni God. Kumekuwa na stories za Gulf, wasichana wakienda huko hiyo wanauliwa, na stories za rape, wanatumiwa vibaya. Wewe by any chance haijakufanyikia wewe according to but wewe umesikia hata ama umeona mtu yoyote huko? Nimesikia zinakuaga, nasikia but mimi sijaona mtu. Especially Qatar, mimi hakuna cases mob hivyo unlike kama uko Saudi nini. But Qatar, mimi unajua Qatar hao watu si kama wa Saudi, wameshika dini kidogo. Ndio huyo mtu hata ashike kisu, huyo mtu hata anaona hivi inzi anatoroka. Hao watu ni waoga. Alafu pia kuna ile design yenye saa nyingine unajua pia si wa Kenya tunakuanga na kichwa ngumu. Mtu unaenda unakaa kwa wenyewe, unataka kuambiwa kitu, unataka kujibu. Mtoto anakuongelesha, unataka kumjibu vile unataka. Na wewe umepelekwa pale na shida zenu.
Yani in short, sisi kama Wakenya tunatoanga ile culture yetu huko, tunataka kuenda nayo huko na huko kwa wenyewe. So pia hiyo inasumbua. Ndio inachangia hizi story. Hawafanyi ile kitu ya when you go to Rome do what Romans. Hawafanyi hivyo, wanataka kutumia sasa kichwa. Wanataka kutumia serious by the way, wanataka kutumia kichwa. So kule wewe ukifika vile umeambiwa wafanye hivyo. So naweza sema kitu ilikuweka poa sana na ukae na watu poa ni wewe ulikuwa disciplined. Disciplined. Wewe hata kama hutaki ukiambiwa wewe sema tu okay. Hata kama hutaki, okay. Okay. Hivyo tu inatosha. So welcome to the last segment of the show, and here is the topic of the day. So we want to ask the people of Makutano Junction, is it okay for couples ama watu wako kwa relationship wa share password? Hii ni password ya simu na pin ya M-Pesa. Is it okay wa share ama pia hiyo ni private? Hiyo ni kitu mtu akae na yake. Wacha tusikie watu wa Makutano watatuambia nini. Tunataka advice kidogo. Unajua wewe ni mama, wewe ni kama umetulea. Sisi sasa tukikwama mahali ni vizuri tukuje utu advice. Tukiingia kwa relationship, tuseme mimi nataka kuoa. Ni sawa mimi na bibi yangu nimpe pin ya M-Pesa? Naweza pia bibi yangu pin ya M-Pesa? Vile mlikuwa mnasikizana unapea bibi yako. Lakini kama umeoa mwizi huwezi pea pini. Umejua sisi wazazi hata tumeshangaa. Mtoto ni mrebi, bibi yake ni mrebi na watu wanakuja kwangu. Mimi nashangaa wanakuja kwangu kufanya nini? Wote ni walevi. Wote ni warebi. Inji imeharibika, wanajiita Gen Z, wote wako kwa mbaa. Hii maneno imekuwa ngumu. Kwa hivyo kama ni mwizi hakuna mambo ya pini. Hakuna mambo ya pini. So unamnyima kabisa. Lakini kama wote wanafanya kazi, wasikizane kila mtu ape ule mwingine pini. Na utajua aje huyu ni mwizi unaoa? Unajuaje? Hamwezi kaa bila kujua. Utakaa. Nini inaweza kuonyesha huyu unaoa ni mwizi? Chungana na yeye. Unajua mwizi hawezi kuja atangaze ati mimi ni mwizi. Lakini kuna vitu wewe unajua ni mzazi, unaweza tu advice. Kuna vitu unaweza ona uone, ai huyu unaoa haka kanakaa kamkora. Nini itakuonyesha? Za mtoto wangu. Wewe ukienda kwa mbaa na bibi yako, wewe uone huyu ni mwizi, anataka ulewe akuibie. Kwa hivyo kitu yako bibi yako anakaa kwa nyumba, lakini kwa mbaa mumeenda na bibi. Mnaenda na bibi kufanya nini? Bibi ni wa nyumbani. Bibi usiende naye kwa baa. Unaenda mbaa kwa nini ukiwa na bibi? Ukienda na bibi kwa baa kuisha, huyo ndi mkora. Huyu ni mkora, hakuna kitu kingine, anachunguza mapenzi yako ya pesa ya kila kitu. Aenda kuondoe. Wow, hapo umetusaidia sana. Asante sana. Umetusaidia. Mimi hata nilikuwa napanga kuoa na unajua mimi nilikuwa naona naweza patana na msichana mzuri kwa baa, maybe tujuane. Sasa unasema hata kupatana na msichana kwa baa hiyo hapana. Hapana, usipatane na msichana kwa baa. Patana na msichana kwa kazi, kwa shule na mpelekane vizuri mpaka kwa baba, kwa wazazi wao. Si hadi mchukulane hapa kwa barabara muende kwa mbaa mwanze kupendana huko. Hakuna upendo huko. Hakuna upendo kwa baa. Na watu wanapatananga kwa baa ukweli wengi sana, unajua na azikawi. Tulikuwa tunaona maibu maingi sana. Aibu, mtoto wangu amesoma, anamaliza university na akimaliza university ni kijana wangu. Sasa anaenda anatafuta mwingine amemaliza university. Sasa hao wameanza kukunya. Hapo mumeanza kukunya, pesa yetu tumepeleka wapi? Kwa mto iende na maji. Pole, unajua sicheki ubaya, ni venye unaisema. Lakini tunamwombea, lakini watu hubadilika. Mungu husaidia watu. Kitu inabadilika mtu akitoka kwa kimbaa. Mtu wa parapara, mchukuane kwa kazi, mahali mnafanya kazi, muende kwa wazazi, muwaoneshe mumewana na tuonesha hivi hata sisi tunasikia raha. Pesa yetu tujatupa. Kweli, na mnatubariki. Na siku hizi tunaona shida sana. Watoto wanafanya kazi hiyo mingi ya kukosa pesa, kukosa kazi. Watoto nyinyi muvumilie, mtafute kazi pole pole. Juu mumeona president tuko naye. Atupeleki mzuri, watoto vile wako wengi. Wamesoma university, tumemaliza mali yetu, hata tuna kitu, hata tuna nini. Tumepaki bila nguo, hata tuna nini.
pole. We have come to the end of the show. Thank you so much for tuning on to Wakenya Mashinani. I've been your good host, Jerry Mokua Sakwa. It has been an amazing episode. Tunaanza kukuja mashinani kwenye. Ukiona tumefika huku Makutano Junction, tunaelekea. So soon tunakuja mtaa yako. And what you can do so that tufike huko, just let us know in the comment section. Uko wapi? Unaonea wapi? So that tupange tukuje hiyo mtaa yako na tuongee na wewe specifically. Thank you so much for tuning on to Wakenya Mashinani one more time. Until next week, Monday, 2 p.m. Bye-bye and stay safe.